Na mtazamaji, turejelee taarifa yetu ya hapo awali ambapo maafisa wa polisi wamenaswa kwenye kamera wakimpiga risasi na kumuua kikatili jamaa anayedaiwa kuwa mchuuzi katikati ya jiji la Nairobi. Inadaiwa kuwa jamaa huyo anayeonekana kwenye kamera akiwa amesimama pembezoni mwa barabara alikuwa akiuza barakoa wakati maafisa hao walipomvamia na kumfyatulia risasi kadhaa na kumuua. Haya yamejiri huku maandamano ya kushinikiza kujiuzulu kwa naibu inspekta jenerali Eliud Lagat yakiendelea katikati ya jiji la Nairobi. Na sasa turejee kuungana na mwanahabari Jeff Kirui ambaye anafuatilia hayo jijini Nairobi aweze kutujuza yanayojiri. Hadia pole kunradhi tumerejea katika makutano ya barabara ya Kenyatta Avenue na Moi Avenue ambapo hali si hali. Kikosi kingine cha polisi kimetumwa hapa kujaribu tu kuleta ama kudumisha amani ama kuregesha hali shwari hapa. Tangu mwendo wa saa 3 asubuhi imekuwa tu mchezo wa paka na panya, makabiliano kati ya maafisa wa polisi pamoja na waandamanaji ambao wengi wanashinikiza uwajibikaji kutokana na mauaji ya mwalimu Albert Ojwang kituoni ama katika kituo cha Central hapa jijini Nairobi mikononi mwa maafisa wa polisi, na hii ndio imesababisha hali. Nakumbuka kwamba awali muda wa takriban saa 2 zilizopita kuna mmoja wa waandamanaji ama ni mmoja wa wakazi wa Nairobi ambaye aliuawa. Manake kwenye nakala ya video ambayo tumeiona ni kwamba alikuwa anauza barakoa kwa wale wanaoandamana ili kujaribu tu kuwakinga kutokana na makali ya vitoza machozi. Na ilivyo sasa kuna baadhi ya wale ambao wamejeruhiwa, unaona wamekamatwa na maafisa wa polisi wanapeleka kwenye gari la polisi. Hapa kumekuwa na mchanganyiko, kumekuwa na wale watu ambao wanaandamana wakishinikiza uwajibikaji, kisha kuna wale ambao wameingilia maandamano hayo na malengo yao haswa imekuwa ni kuingilia maandamano ili kuyasambaratisha. Kuna wale ambao wameingia hapa kuweza kupata nafasi ya kupora, na maduka hapa yamefungwa. Wachuuzi hapa wamelazimika kufunga shughuli zao kutokana na maandamano haya. Na ilivyo sasa ni kwamba baadhi ya maafisa wa polisi sasa wanapigwa kurunzi hasa baada ya mauaji haya yaliyoshuhudiwa. Kuna masuala yanayoibuka kuhusiana na ukatili unaoendelezwa kwenye maandamano hayo. Kumbuka ilianza ikiwa ni maandamano ya amani, lakini imechukua mkondo tofauti. Hivi sasa ni makabiliano sasa, na maafisa wa polisi wanajaribu kadri ya uwezo wao kuhakikisha kwamba wanawatawanya waandamanaji kabla ya kufika usiku, ikizingatiwa kuwa kuna hofu huenda baadhi ya waandamanaji ambao wameingiliwa na wakora wakapora mali ya wenyewe ama mali ya umma katikati mwa jiji walikuwa wanazuiliwa kutoka barabara ya Moi Avenue kuweza kujipenyeza hadi barabara ya Kenyatta. Lakini kuna baadhi ya waandamanaji ambao wamejipenyeza hadi kule juu na wanashinikiza kwamba ni sharti naibu inspekta jenerali wa polisi Eliud Lagat jiuzulu pamoja na mkubwa wake ama pamoja na inspekta jenerali Douglas Kanja kutokana na mauaji ya Albert Ojwang ambaye mauaji yalitendeka mikononi mwa polisi katika kituo cha Central. Na awali kama nilivyokueleza ni kwamba waandamanaji walikuwa wameanza kutoka barabara ya Kimathi asubuhi na ilikuwa maandamano ya amani, ila walipofika katika mzunguko wa barabara ya University Way, hapo kundi la vijana takriban bodaboda 30 walifika hapo wakiwa na mijeledi, wakaanza kuwatandika wale waandamanaji mijeledi, na hapo kukazuka sasa makabiliano baina ya makundi hayo mawili. Kundi la kwanza likiwa linashinikiza uwajibikaji wa wakuu wa usalama, na kundi la pili wakisema kwamba hawawezi ruhusiwa kufanya maandamano katikati mwa jiji na kuzuia shughuli za kawaida. Ila ilivyo sasa ni kwamba hadi imesalia hivi unavyoiona, maafisa wa polisi wamesalia wakikabiliana na waandamanaji ambao wamekita kambi katika barabara zote kuu katikati mwa jiji. Hapa tulipo sasa, upande ule wa pili unayoiona ni barabara ya Tomboya. Shughuli haziendelei, matatu pia zimezuiliwa, haziwezi fika hapo. Wale watu ambao walikuwa wamefika katikati mwa jiji kufanya shughuli zao iwe ni kazi, sasa wanalazimika kuwa na kibarua, manake kupata
matatu ama kupata mfumo wa usafiri imekuwa tata. Naona kuna mmoja pale ambaye anaendelea kukabiliwa, sijui kafanya nini, lakini maafisa wa polisi wako pale tu, lao limekuwa tu ni chicho. Wanaangalia, ukiangalia pale wanajitia hamnazo, hawana shughuli na yale yanayoendelea pale. Hali ndivyo ilivyo, Hadia, katikati mwa jiji la Nairobi. Labda uwe na swali ama swala ambalo nataka liweze kuwekwa wazi zaidi. Naam Jeff, shukran sana. Nafikiri yote umetueleza na tutakuwa tunapata kwa kina zaidi kwenye taarifa za hapo baadaye. Shukran za dhati kwa kujitahidi kutueleza yanayojiri jijini licha ya changamoto ambazo tunaziona. Moshi wa vitoza machozi umeanikiza na kuwa kidogo vigumu kuweza hata kuzungumza, lakini tunashukuru kwa juhudi ambazo umetia katika kutuwezesha kupata yanayojiri katikati ya jiji la Nairobi kuhusiana na maandamano hayo ya vijana wanaoshinikiza kujiuzulu kwa naibu inspekta jenerali kutokana na mauaji ya mwalimu Albert Ojwang. Tutakuwa tunafuatilia hayo bila shaka mtazamaji. Sasa tuzamie taarifa nyingineyo ambapo tume ya